alituchagua and binafsi, called us kings and priests. ametuita wafalme na So malkia. wisdom pertains to a prince. Kwa hivyo hekima inaandamana It pertains na wafalme. to us Ni yetu, because we are kings and priests. maana sisi ni wafalme, wana wa wafalme na And malkia. David was saying you cannot be a true success Hauwezi ukawa na mafanikio ya kweli without wisdom. bila hekima. Hallelujah. Haleluya. And so he advised him with many words. Kwa hivyo alimshauri kwa maneno mengi. A lot of those words Solomon wrote he wrote in Proverbs. Na maneno hayo mengi Suleimani akayaandika kwenye kitabu cha Methali. For example, verse 10 onwards, Kuanzia pale mstari wa we are still in 10 Proverbs kuendelea, 4. We are still in Proverbs 4. bado tuko Methali 4. He said, "Hear my son and receive my sayings, Mwanangu, sikiza na kuipokea kauli zangu, and the years of your life will be many." na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. That's what a good father should be teaching their boy. Hayo ndio mafundisho baba anafaa kufundisha Because wanawe. a child, the Bible says, a child left alone will go astray. Maana Biblia inasema kwamba mtoto ambaye ameachiliwa atapotea. But he was saying, you receive these sayings. Lakini hapa namwambia pokea haya He mafundisho. said, I have taught you in the way of wisdom. Nimekufundisha kwa njia ya I hekima. have led you in right paths. Nimekuongoza katika mapito When you unyofu. walk, your steps will not be hindered. Uendapo hatua zako When you run, you will not stumble. na wala ukikimbia mbio hutajikwaa. Take firm hold of instruction. Mkamate sana elimu. Do not let go. Usimwache aende zake. Keep her, Mshike, for she is your life. maana yeye ni uzima wako. What a privilege, what an honor to receive such direction, such instruction. Ni heshima ya aina gani kupokea mafundisho kama hayo? I mean, if God, and he tells you, this is your life. Unajua ni mara ngapi Mungu anakuambia huu ndio uzima wako? Go after this is your life. Itafuta hii, maana huu ndio uzima wako. Moses in the Old Testament, he told the children of Israel, Musa katika agano la kale aliambia wana wa he Israeli, told them, keep these commandments, muhifadhi hizi sheria, for they are your life. maana hizo ni maisha yenu. Hallelujah. Hallelujah. The wisdom of God Hekima ya Mungu is our life. ni maisha yetu. So David said to Solomon, she'll preserve your life. Daudi anamwambia Suleimani, itahifadhi maisha The yako. word for life there is the Hebrew word chaya. It means to bring to life, to preserve life. Having life, results of being alive. Praise God. Amen. So he was telling him, if you go after wisdom, Alikuwa anamwambia ukitafuta hekima you will have life. utakuwa na You uzima. will preserve your life. Itahifadhi maisha You yako. will live long. Utaishi maisha marefu. Hallelujah. Hallelujah. God tells us the same thing. Na Mungu anatuambia vivyo hivyo. And he gave us the book of Proverbs. Na akatupa kitabu cha Methali. And it shows us that wisdom is literally crying out for us. Na inatuonyesha kwamba hekima inatulilia. It's crying for our attention. Inalia tupate kuwa makini. Proverbs 8. Methali 8. It's such a blessing to be taught. Ni baraka sana kufunzwa. When I was growing up, I wish I had the teaching that you people get here. Nilipokuwa nakuwa nilitamani ningekuwa na mafundisho kama yale mnayoyapata God is sasa. raising you up. Lakini Mungu And anakuinua. he gives you the very best. Na anakupatia kilicho So bora. when you're sitting there, Kwa hivyo unapoketi hapo, don't let such things go in one ear and out the other. usiache mafundisho haya yaingie kwenye sikio la kulia David na was yatoke na telling soto. Solomon, cling to it. Kama vile Daudi anavyomwambia Suleimani, ishikilie Go after it. na uifuate kwa bidii. So Proverbs 8 Kwa hivyo Methali 8 shows us that wisdom is crying out for us. inatuonyesha kwamba hekima inatulilia. Let's take a look, verse 1 to 7. Tuangalie mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Says, does not wisdom cry out and understanding lift her voice? She takes her stand on the top of the high hill beside the way where the paths meet. She cries out by the gates at the entry of the city, at the entrance of the doors. To you, O men, I call, and my voice is to the sons of men. Oh, you simple ones. Actually, a simple person is really the next being a fool. Okay. Huyu mtu rahisi ni anakaribia mjinga. Oh, you simple ones, understand prudence
And you fools, be of an understanding heart. Praise God. Amen. Somebody said, I'm not a fool. I'm going after wisdom. I'm going after wisdom. Be of an understanding heart. Listen, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips will come. And from the opening of my lips will come right things. From my mouth will speak. From my mouth will speak truth. Wickedness is an abomination to my lips. Praise God. So many people in the world, Watu wengi katika dunia they are not going after wisdom. hawaifuati hekima. And even in the church, Na hata kanisani many are going after material things. wengi wanafuata mali ya dunia. But you'll find that if you go after wisdom, Lakini utatambua ukifuata if hekima, you change your schedule ukibadilisha ratiba and yako give yourself some hours na ujipeane masaa out of your week kutoka kwa juma to go lako after the word, kutafuta go neno, after wisdom, kutafuta hekima, all those other things that people chase, haya mambo mengine ambao watu they will wanafuata chase you. They will yatakufuata, chase for you. zitakukimbiza. Wisdom will look for you. Money will look for you. Pesa zitakufuata. Hallelujah. Hallelujah. So we should not ignore wisdom. We are kings and princes, and wisdom pertains to us. Hatufai kupuuza hekima. Sisi ni wana wa ufalme. So David went on to say to his son, Daudi akaendelea kumwambia mwanawe, receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge of witty inventions. Counsel is mine. Look at the riches of wisdom. He was advising him ahead of time. alikuwa na mshauri kabla ya wakati. He said, this is like, counsel is mine. Ushauri ni wangu. Sound wisdom. Na hekima. I am understanding. Na nina hekima. I have strength. Nina nguvu. By me kings reign. Kwangu mimi wafalme hutawala. See, he was becoming a king. Alikuwa anafanyika mfalme. It was like, it's by wisdom Ni kupitia hekima that kings reign. wafalme hutawala. Or at least all those in government, this is what they should be using Hawa watu wa serikali yetu to govern our nation. Mafundisho haya ili watuongoze vizuri. This is why we pray for them. Hiyo ndio sababu tunawaombea, Place their hearts in the hand of the Lord. tukiombea nafsi zao We ziingie kwa say, Bwana. turn them whichever way you will by your wisdom, ili wabadilishwe kidogo tu, so they make godly decisions on our behalf. ili wanapofanya maamuzi kwa taifa wanafanya maamuzi yafaayo. Because you are a carrier of wisdom. Maana wewe umebeba hekima. When you pray that, Unapoomba you hivyo, dispense wisdom to the government. inaelekeza hekima kwao It changes things in na the nation. inabadilisha. Because this nation is a praying nation. Maana hili taifa ni taifa linaloomba. That's why we are not like Somalia. Hiyo ndio sababu hatuko kama Somali majirani. And you can control this nation Tunaweza badilisha hawa watu just on your knees. kwa magoti yetu. You don't need to, complain so much. Hatufai kwenda TikTok tukinung'unika. You can just pray Tunaweza waombea and turn all these leaders na tubadilishe hawa the watu way God wants for vile us. Mungu anavyotaka. Anyway, moving on. Tukiendelea, So it's that by me kings reign. kwangu mimi wafalme hutawala. Okay, let me just read. And princes decree justice. By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Praise God. If you have not been seeking wisdom as a young person, Kama haujakuwa ukitafuta hekima kama you kijana are mdogo, middle-aged now, uko it katika is not too late. haujachelewa. But I usually advise the youth, Huwa na washauri vijana, read the book of Proverbs. It's only 31 chapters. soma kitabu cha Methali One chapter a day. kila siku. Because there's an anointing for wisdom in that book Kuna mengi sana ya hekima kwenye hicho to kitabu. prepare you for life Itakuandaa kwa ajili ya maisha and success. na hata mafanikio. Riches and honor with me. This is wisdom talking. Yeah, durable riches and righteousness. Durable riches, not junk. Mafanikio ama utajiri unaodumu, sio ya And righteousness. na utakatifu. Some people say you can't be rich and be righteous. Wengine kusema kwamba hawezi kuwa tajiri. So here it is. Out of wisdom
Kupitia hekima you have durable riches and righteousness. una utajiri unaodumu And it is na haki. a righteous thing to be rich.